ilikuwa pale jangwani, in the wilderness, kuna kanisa. Basi watu wako na dhana kana kwamba Yesu alikuja kuanzisha. Yesu, tuulize, je, Yesu ulikuja kuanzisha ama ulikuja kuendelea kuijenga? Wacha tuangalie kitabu cha Mathayo 16. Mathayo 16 mstari wake ni wa, angalia pale, anzia pale 18. Inasema nini? Kitabu ni cha Mathayo 16:18. Biblia Takatifu inasema, niko bali nami nakwambia nini? Wewe ndiwe Petro, Petro, na juu ya mwamba huu, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Atalijenga, si kuianzisha, kuijenga. Kwa nini? Imebomolewa. Wayahudi walienda wakabomoa kanisa la Yesu. Sasa Yesu kukuja hawamtambui kama mjenzi wa hiyo kanisa. Yesu ni mjenzi. Yeye sio yeye aanzishi, anajenga. Hakuja kuanzisha, alikuwa ameshaanzisha zamani. Alikuja kuijenga, kuifanyia matengenezo. Sasa leo hiyo ujumbe ndio tumeleta katika hii sehemu. Tunaomba watu wote ambao wanauza kanisa ni bora kuijenga. Watu wanaingia wakajihusisha katika njia mbalimbali ya biashara nyingi, lakini hawana imani. Turudi katika, tunaona Yesu amesemaje? Rudi katika rudi. Kitabu ni cha Mathayo 16:18. Inasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Juu ya mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa langu. Basi tunaonyesha kwamba Mungu anakusudia tuweze kuwa na maarifa ya ujenzi wa Yesu Kristo. Na hii maarifa iko katika Efeso 4:3. Sikia sasa moja kwa moja. Tunataka kujua kanisa ina nini? Tunaona Yesu anajenga. Yesu anajenga kanisa, haianzishi. Aanzishi. Unajua ukijenga nyumba, wewe sio kwanza kujenga nyumba, wewe unajenga. Wewe uanzishi kujenga nyumba. Nyumba zinajengwa. Sasa wewe kazi yako ni kujenga kama wengine. Sasa Yesu hakuwa anajenga kama wengine. Yesu alikuwa